unaweza kuona, lakini pia hapa tumesimama. Kwa hiyo nafikiri hiyo ndio inaweza kwenda kwa changamoto, na ukizingatia timu zote 4 kubwa za juu maana yake zipo katika michuano ya kimataifa. Unamzungumzia Simba, unamzungumzia Yanga, unamzungumzia Azam, unamzungumzia Singida, na still watakuwa na mechi hapa karibuni za kwenda na kurudi za ambazo zitakuwa zinafuatana. Kwa hiyo tena ile gap itakwenda kuongezeka. Ndio hata leo ukija kuangalia hapa unagundua JKT Tanzania anaongoza ligi akiwa na mechi 10 imecheza, lakini ana point 17, huku akifuatiwa na Yanga ambao ana mechi 6 akiwa na point 16. Kwa hiyo kuna tofauti wa mechi 4, lakini pia ukija kwa upande wa Simba ana mechi 5 akiwa point 12. Kwa hiyo nafikiri changamoto ni namna ambavyo wataweza kwenda kubalance hii ratiba, ili ikiwezekana mpaka kufikia mwezi Mei kama sio Juni ligi imekwisha, kwa sababu kuendelea kuwa na ligi mpaka Julai au mwisho wa Juni ndio inakwenda kuleta changamoto zile ambazo tunaweza kuziona katika msimu uliopita. Maana yake ligi inakwenda kuchelewa kuisha, timu zinakosa maandalizi na mambo mengine kibao. Kwa hiyo binafsi mimi rai yangu ni kuona kwamba namna gani ambavyo wataweza kwenda kuifix ili timu hizi zingine zipate nafasi ya kuweza kucheza, lakini pia hizi timu kubwa 4 wapate nafasi ya kujiandaa kimataifa, lakini wawe ndani ya muda na kuweza kupunguza patiko kwenye timu zao. Sawa, Steven. Naam. Tunaona ratiba kwa upande wa mabingwa mtetezi Young Africans, mechi inayofuata ni tarehe 19 ambapo anacheza na Mashujaa FC, na nadhani kwako wewe unaonaje hii ratiba kuelekea mchezo dhidi ya Al Ahly? Utakuwa ni mgumu au ndo tuisubiri bodi ya ligi iweze kuahirisha mchezo? Of course ni mchezo wa ratiba inakuwa ni ngumu zaidi kwa upande wa Young African, kwa sababu wanakwenda kucheza Ijumaa, alafu wanacheza alafu wana mechi ambayo inakwenda kuchezwa punde tu kule Alexandria nchini Misri. Kwa hiyo unaona kwamba ni mechi ambazo zimeweza zifungana sana, lakini kulingana na aina ya ratiba ambayo ipo kama alivyosema Chief hapa ni kwamba ratiba imekuwa imesongana sana, na Young African amecheza michezo michache dhidi ya mtu ambaye amecheza michezo mingi zaidi ambaye ana michezo 10. Kwa hiyo kuna deficit ya michezo kama 4 hivi. Kwa hiyo ukiendelea kuweka kiporo, tafsiri yake unazidisha kuongeza viporo zaidi, na ndio ambayo inaweza ikapelekea ligi kuchelewa kumalizika, na pia kuweza kuweka ugumu zaidi kwenye maandalizi ya michuano mingine ya kimataifa, lakini pia maandalizi ya michuano mipya ya ligi kuu Tanzania bara. Kwa hiyo ni ratiba zimebana, lakini sometimes tunatakiwa pia squeeze na kuweza kujistretch katika ratiba hiyo ili iweze kufikia malengo, ingawaje kwamba kwa upande wa Young Africa naona wanakuwa hawana faida sana. Kwa mfano sio Yanga peke yake, ukimwangalia Simba naye pia ana jukumu la kusafiri kwenda kucheza away, lakini pia tunamuona pia Singida Black Star, tunamuona Azam, lakini hakuna namna. Ni kweli kwamba inakuwa ni ratiba zimebanana zaidi, kwa sababu ukiangalia kama Young African wana wachezaji takriban wachezaji 5 regular starter ambao hawa wamekuwa wakitumika zaidi katika mataifa yao. Ukianzia golini, eneo la kujilinda, viungo wachezeshaji wote wametumika kwenye mataifa yao kwa kuweza kupambania AFCON, na hapa pia wanarudi kwenye klabu pia wanatakiwa watumike vile vile. Kwa hiyo unaona hawa ni wanadamu, wanachoka, kuna fatiki inatengenezeka katika miili yao, lakini ndio hivyo. Ila kiukweli ni kwamba ratiba imekuwa ngumu sana kwa timu zetu. Sawa Chifu. Nimeona ratiba ya Young Africans michezo 3 inayofuata mpaka 4. Mchezo wa kwanza dhidi ya Mashujaa ambao ndio unaofuata tarehe 19 Jumatatu hiyo. Tarehe 23 na mchezo dhidi ya Al Ahly Ijumaa hiyo. Alafu tarehe 29 na mchezo dhidi ya Azam FC. Alafu tarehe 30 na mchezo dhidi ya Al Ahly pia narudiana naye. Umeona fixture ilivyokaa hivyo? Kwa unavyoiona Young Africans na usajili ambao wameufanya, unaonaje safari hii kwenye hizi mechi 3 ambazo zipo ngumu kabisa? Nafikiri kila timu hata kama utakuwa umesajili watu bora 35 lakini lazima utakuwa na first 11. Ndio. Yaani tunapozungumza first 11 sio tu kwamba wale 11 lakini 11 ambao wameingia kwenye mfumo wa mwalimu Pase. Yaani unaweza ukao una watu 32 3 bora wote, lakini kuna wale ambao wanakuwa rahisi kuweza kuelewa mfumo. Binafsi nafikiri Yanga na kikosi kizuri, sawa, tumeweza kuona hata usajili ambao ameufanya ni usajili mzuri. Ukiangalia maingizo ambayo ameweza kuingiza kwenye timu, unaweza kaangalia wachezaji ambao wamechukua ndani wakina Mwanengo, wachezaji ambao wana viwango vizuri, anao vijana pale wakina Edmund na wengine wengi ambao wako nao. Lakini when it comes kwenye mashindano lazima uwe na watu ambao unaweza ukaenda ukawaamini ukawategemea. Kwa hiyo nikiangalia ratiba kutoka tarehe 19 kwenye mechi Jumatatu, alafu na mechi dhidi ya Ahli Alexandria kule Egypt Cairo, maana yake inabidi ucheze mechi Jumatatu, Jumatatu hiyo usiku uweze kusafiri.
ufike labda Jumanne, maana sidhani kama utakuwa na ndege ya kuunganisha moja kwa moja. Unaona, nani kwa taarifa zilizopo wamepata ndege ya moja kwa moja. Basi jambo zuri kama umepewa ndege, maana yake ukitoka Jumatatu usiku Jumanne unakuwa umeingia pale Cairo na unakuwa una siku kama 3 Jumanne, maana yake utafanya ile slight sawa, mazoezi yale mepesi ya siku. Jumatano utafanya mazoezi na Alhamisi ili ukijiandaa Ijumaa kwa ajili ya mchezo. Kutoka tarehe 23 manake usiku hiyo usiku unaweza tena ukageuka, manake 24 ukarudi Tanzania. Na mechi nyingine tarehe ngapi umesema? Mechi nyingine hapa ni kuna tarehe 20 kuna 23, kuna 29, kuna 30. Sasa hapo hiyo mechi ya tarehe 29 manake lazima iweze kufa kwa sababu ni Yanga dhidi ya Azam. Kwa hiyo baada ya mechi dhidi ya Ahli ya ugenini, manake hata pale atakuwa hana mchezo mwingine. Atakuwa na kama siku 4-5 za kujiandaa. Kwa hiyo mechi ya Azam ambayo unakwenda kuitoa hapo lazima uweze kwenda kuitafutia sehemu. Kwa nini? Kwa sababu Azam ana ratiba na Yanga tu. Unajue ubaya wa hiyo ratiba ziko hivi. Unapoathiri mchezo mmoja au athiri hiyo mechi tu. Maana pengine Azam alikuwa amepangwa labda tarehe 29 acheze na Yanga, pengine tarehe 3 pengine acheze na Mtibwa. Kwa hiyo ukisha athiri mechi ya ile ya Yanga kuja kutafuta sehemu ya kuja kuipachika inakuwa ni changamoto sasa. Ndio inakwenda kuongeza viporo ambavyo tulikuwa tunavizungumzia. Kwa hiyo nafikiria ni vema pia hata katika kupanga hizi ratiba wafanye watakavyofanya, wahakikishe kwamba ligi ikifika mwezi Mei mwishoni iwe imekamilika. Vinginevyo ikienda mpaka mwezi Juni ndio tunakwenda kuzalisha viporo vingi ambavyo vinakuwa vina msingi, lakini pia tunakwenda kuathiri vilabu. Leo ukiangalia kiukweli timu zimekosa muda kujiandaa tokea ligi imekwisha msimu uliopita. Nimekuwa kesho nikizungumza hapa, timu hazikupata hata wiki 4 za kuweza kujiandaa. Alafu msimu unaokuja unaanza kwa nguvu na mashindano mengi. Just imagine ligi imeanza hapa, imekwenda, tumeingia kwenye michuano ya Afcon, imetoka, kuna kombe la mapinduzi inatoka, inaingia ligi, tutakuwa tunaanza na michuano ya FA, hujakasa kombe lingine. Kwa nafikiri ni vema hawa ambao wanakuwa wanapanga ratiba wapange kuangalia na mambo wanaweza kwenda kufanya. Mimi binafsi sikuona kama palikuwa pana haja kubwa sana katika hapa kipindi cha Afcon kama kuna haja ya ligi kuweza kusimama. Mimi binafsi sikuona kama palikuwa pana haja, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao walikuwa wameenda kutumika ni wa timu chache tu. Unaona? Kwa hiyo wengine wangeweza kuendelea kushindana, lakini pia wanaogopa kiamini kwamba kama timu itakuwa imekwenda mbali sana watu wazakaja baadaye wakaanza kupanga matokeo. Kwa hiyo ina confusion nyingi ambayo inatokea. Kile kimsingi ni kuweza namna kuweza kubalance, wapange ratiba yao, lakini ratiba ambayo itakuwa haiathiri utimamu wa mchezaji, kwa sababu mchezaji bila pumzike si chini ya masaa 72. Si chini ya masaa ngapi? 72. Baada ya kama mchezo mchezo wa kwanza. Kwa hiyo ndio cha kuzingatia. Lakini ikifika hatua tukaanza kuforce pengine katika siku 10 mechi 4 itakuwa ni kitu ambacho sio sahihi na kinaweza kwenda kuharibu ushindani na mtu akapata excuse kwamba sikupata matokeo kwa sababu nilikuwa nafatiki kutokana na uwepo wa mechi nyingi katika ligi. Sawa, Steve, kwa haraka tumwangalie Simba naye, na mechi inayofuata kwa Simba Sports Club ni tarehe 18 anacheza na Mtibwa Sugar. Lakini mechi inayofuata ya Simba ni dhidi ya Esperance tarehe 24 na tarehe 30. Umeona katikati hapo kwa Young Africans kulikuwa kuna mechi ya Azam, lakini Simba tunaona hii mechi haipo, kwa maana akishacheza tu na Esperance moja kwa moja anarudiana naye tarehe 30. Lakini mechi inayofuata ni tarehe 1 mwezi wa pili anacheza na Singida Black Stars. Kwa upande wako kwa fixture ya Simba na kwa kusuasua kwa kikosi chake kwa sasa hivi, umeona hii fixture inakuwa na ugumu gani au wepesi gani kwa upande wake? Of course ni kwamba bado inakuwa inambana zaidi kwa sababu ya kwamba kwa sasa tunaona ametoka kupoteza mchezo wa mwisho dhidi ya Azam katika ligi kuu, na hiyo ndio imeweza kuweka doti ya utofauti kati yake na mshindani. Ingawaje ukiangalia katika msimamo wa ligi aliyekuwa juu ya kilele cha msimamo wa ligi sio mshindani wake, lakini ukiangalia kwa faida mshindani wake ana faida kubwa zaidi kwa sababu ana michezo 6, ana alama 16. Wakati huo aliyekuwa juu ana michezo 10 ana alama 17. Tafsiri yake ni kwamba aliyewa pili ndio anakuwa anatishio zaidi katika msimamo wa ligi, na huyu ndiye ambaye mshindani wake na Simba Sports Club, wakati huyo ana faida ya mchezo mmoja mkononi akiwa na michezo 6, yeye akiwa na michezo 5. Lakini hata kama mchezo wa 6 akiweza kupata alama bado mshindani wake anakuwa yuko juu zaidi. Kwa hiyo na ukiangalia namna ambavyo ratiba ilivyokaa upande wake, anakwenda kucheza na Mtibwa tunaifahamu kwa sasa imerejea ligi kuu, huyu akiwa ni bingwa wa championship msimu uliomalizika. Kwa hiyo bado ataweza kuleta ushindani katika kikosi cha Simba.
wakati huo ambapo Simba kuna maeneo mengi ambayo yanahitajika kuweza kufanywa marekebisho. Wana ugeni kwenye benchi la ufundi, tunaona Steve Barker ameingia for the first time, lakini pia tunaona upande wa Singida Black Star wamekuwa wakitoa upinzani mkubwa sana kwa upande wa Simba Sports Club. Kwa hiyo itoshe kusema kwamba Simba kwa sasa bado anakabiliwa na ugumu mkubwa zaidi, na isitoshe kimataifa ana deni kubwa kwa sababu mpaka sasa ana alama hata moja. Kwa hiyo ugumu wa ratiba, lakini pia ugumu wa kimtazamo kwa Simba ni mkubwa zaidi, na tuweze kuangalia tu namna gani na ambaye anaweza akaenenda katika mpangilio huu wa ratiba, lakini ukweli ni kwamba inatosha kusema kwamba kipindi hiki ni kipindi ambacho yupo katika wakati mgumu zaidi Simba. Sawa, Chief, wewe ni mtaalamu sana kwenye soka la Afrika. Tunakutegemea sana. Kwenye hii ratiba ya Simba Sports Club hapa naona ana mechi 2 ambazo yani akipoteza alama yoyote basi matumaini yake ya kwenda hatua ya robo finali inakuwa imeisha. Tukiachana na mechi ya ligi kuu ya Mtibwa Sukari, tunaamini mechi anaweza kaimudu. Sawa, lakini kuna hizi mechi 2 tarehe 24 na tarehe 30. Ana dhidi ya Esperance home and away, na Esperance yenyewe hii mechi anaitaka kwa udi na uvumba. Unaionaje Simba kwa mwenendo wake? Anaweza akafanya maajabu kama tulivyoshuhudia kipindi kile anafungwa na Raja na Vipers, mwisho siku anaenda robo finali, kwa maana yake ana alama sasa hivi. Kwa hiyo upi mtazamo wako Chief? Mimi nakwambia kwamba katika kundi ambalo lilikuwa liko kundi rahisi au kundi zuri ni kundi la Simba. Na nilizungumza mapema kwamba katika lile kundi mimi nilikuwa ninampa nafasi Simba na Petro Atletico kama nakumbuka. Nakumbuka vizuri. Sikuwapa Esperance. Kwa nini? Kwa sababu soka la Tunisia limeshuka sana. Ndio maana ukiangalia ndio timu pekee ya kutoka Afrika Kaskazini ambayo ilitoka mapema katika hii michuano ya hata ya kwenye AFCON. Lakini pia ukiangalia hata kwenye klabu bingwa barani Afrika na kwamba shirikisho ndio nchi pekee kutoka Afrika Kaskazini ambayo ina timu chache ambazo zipo kwenye mashindano. Maana ni kwamba wao wako nyuma ya Algeria, wako nyuma ya Morocco, wako nyuma ya Egypt. Kwa hiyo soka lao limeshuka, lakini pia sio tu kushuka soka, hata nguvu yao ya kifedha sio rahisi. Uko nyuma mchezaji aweze kutoka Esperance au timu nyingine yote ya Tunisia aje Tanzania kwa kununuliwa, haikuwa kitu rahisi. Kwa hiyo soka limepungua, isipokuwa Simba anapitia ugumu katika hii kundi. Si kutokana na ugumu wa kundi, kutokana na yeye mwenyewe kutokuwa vizuri. Yaani sio, unaelewa? Yaani kinachofanya yeye awe hana pointi si kwamba amekutana na timu kali, lakini timu alizokutana nazo ni dhaifu, lakini yeye ni dhaifu zaidi. So ukiangalia, nimeangalia mechi za Esperance, ingekuwa Simba wana ile njaa, Simba wale ambao wako pale committed, watu ambao wanajitoa wanataka matokeo. Hii ni mechi ambayo Simba alikuwa anza kaenda kule akapata alama moja, akaja Dar es Salaam akashinda, na ukani mwanzo kuweza kufunguka, kwa sababu ukipata alama moja ukija hapo kuchukua alama zako 3 unakuwa na alama 4. Alafu una mechi dhidi ya Stade Malien, ukimpiga nyumbani unakuwa na 7, unakwenda kutafuta alama nyingine kule Angola. Lakini kinanipa wakati mgumu kuweza kukizungumzia, kwa sababu nikiangalia aina ya mpira ambao wamekuwa kiucheza, nikiangalia aina ya ushindani, nikiangalia ile njaa sioni, yani nashindwa kukaa na kusema yes, hapa Simba anakwenda atafuta matokeo. Uone ile njaa kwenye timu. Unaweza kuona hata mchezo ya Kombe la Mapinduzi ambapo walikuwa wanacheza, unaweza kuona kwenye ligi. Kwa hiyo hebu tuone pengine labda kama hizo 3-4 zobakiezi kwenda kwenye mwisho wa wiki kama wanaweza wakafanya kitu, lakini to be honest, timu yao inapitia wakati mgumu, si kwa sababu ya kuwa kwenye kundi bora, na kwa sababu wao wenyewe wameshuka ubora, na ndio mechi ambazo zitakwenda kudetermine kama wataendelea au la, kwa sababu anajua Esperance kama atapata dhidi ya Simba, manake anakaa kwenye wakati mgumu, kwa lazima akisha kwamba anashinda. Sasa je, Simba watakuwa na hiyo guts ya kuweza kuzuia wala hata kushikilia bomba kwa kile ambacho ukiona? Ngoja tuone. Sawa, Mapunda. Naam. Nikiangalia hapa msimamo wa kundi D ambapo Simba Sports Club yupo, namuona Petro de Rwanda anaongoza kundi hili akiwa na alama 4, lakini pia anafuatiwa na Stade Malien ambaye na yeye ana alama 4, lakini Esperance Deportivo de Tunis huyu ana alama 2, Simba ana alama 0. Ukiona wewe kwenye hili kundi Stade Malien, Esperance pamoja na Simba Sports Club, nani anaweza kaungana na Petro de Rwanda? Kwa sababu kwa matokeo ya Rivo hapa na msimamo ulivyo, namuona Petro ana advantage kubwa sana ya kwenda katika hatua ya robo finali inayofuata.
Kimpira mambo yanaweza yakapinduka kwa sababu kwa tukamwacha Esperance kwenye na Petro tukamwacha kwenye likundi. Mambo yanaweza kawezekana vile vile. Mbona kama unakojiamini? Alivyosema mambo yanapinduka. Kimpira. Sababu kwenye mpira yote inawezekana, anazungumza Mapunda kwenye mpira lolote linawezekana. Isipokuwa tu umejipangaje? Yaani wewe upo katika style gani, umejipangaje? Sababu ukiangalia kwa maana ya alama, hapo alama zako ukiangalia ni alama za kawaida tu. Simba sawa hana alama. Au wengine wana alama, lakini je, kwa hesabu ya kundi hawezi kufuzu? Naona nakwambia kwamba ukiangalia kwa pande hata wa calculation, even if hata Yanga hata spite pia kwenye kundi. Kama unazungumzia calculation, Mapunda. Of course. Hicho ndicho ambacho Chifu amenisaidia hapo kwamba kimpira inawezekana. Lakini tukija kuangalia ile ushindani ambao wanauleta Simba katika michuano hii kwa msimu huu inatia shaka kidogo, kwa sababu eneo ambalo walikuwa wanategemea kuweza kupata zaidi matokeo, tukianzia nchini Mali, ukiangalia wamepoteza dhidi ya Stade Malien. Ukiangalia Stade Malien ni timu ambayo inatishia kwa nchini Mali, lakini ukweli usiopingika kwa sasa kwamba hata mchezaji ambaye ametokea kule nchini Mali akija katika ligi yetu ya Tanzania anawezekana akawa ni mchezaji ambaye yupo katika level za kawaida, na hilo tumeweza kulibaini hata kwa upande wa Racine Kouma ambaye amekuwa mchezaji ambaye wa kutumainiwa sana akiwa anachezea pale Stade Malien, lakini amefika Young African anasafa kuweza kuipata nafasi. Waangalia rejea kwa kina Sadio Kanuti, ni mchezaji ambaye ameweza kufanya vyema katika michuano ya Chani, amefanya vizuri katika timu ya taifa ya Mali, lakini amekuja Tanzania ameweza kustruggle ndani ya Simba hadi ameweza kuondoka na sasa amerudi Azam, lakini bado hajakuwa pia regular starter katika kikosi cha Florai Benge. Tafsiri yake ni kwamba kwa sasa katika ligi yetu ya Tanzania upinzani umekuwa mkubwa zaidi, lakini ilishangaza watu wengi sana Simba kuto kupata alama kule nchini Mali. Kwa hilo, kwa mshangao huo, inawezekana kabisa watu wengi wakaikatia tamaa Simba, kwa maana ya kwamba kuto kupata alama kwa mtu kama Esperance de Tunis ambaye tayari kwenye kundi lao yeye ndo giant, lakini kwenye msimamo wa ligi paka hivi sasa hajaonja radha ya kupata alama 3. Na faida kubwa ambayo anaipata Esperance de Tunis, endapo mchezo mmoja akipata tu alama 3, inakuwa tayari yeye kwake amejihakikishia kuweza kusonga mbele, kwa maana anahitaji aweze kupata alama 3 ya mwisho aweze kufikisha alama 8. Katika mtazamo wa kundi lao, mtu mwenye alama 8 anakuwa tayari amesha qualify kwenda hatua inayofuata. Kwa hiyo kwa staili hiyo Simba anapata wakati mgumu zaidi, wakati Simba akawa anahitaji kutafuta alama 1 aweze kujipapatua kutoka kwenye alama 0, wakati Esperance de Tunis yeye anajipapatua aweze kupata alama 3 ili aweze kusogea kwenye alama 5. Akipata alama 5, wakati huo Petro de Luanda kama atapata matokeo mazuri kwa Stade Malien, maana yake kwamba yeye tayari ameshakuwa amempiku Stade Malien, tayari anakuwa amejihakikishia kuweza kwenda yeye pamoja na Petro de Luanda. Kwa hiyo kundi limekaa katika critical ya namna hiyo. Kwa Simba anatakiwa astenge karata zake vizuri. Ndiyo. Na nafikiri kwa hapa alipofikia hatakiwi kufikiria kukusanya alama 1 akiwa away. Ajitahidi kuweza kukusanya angalau alama 3 akiwa away ili kuweza kumtengenezea uhai zaidi katika safari za mapambano, kwa sababu mpira wa sasa hivi Afrika unazidi kubadilika. Kama Esperance de Tunis aliweza kukosa pointi kwa Stade Malien, na Stade Malien akiwa nyumbani aliweza kuondoka na alama 1, tafsiri yake ni kwamba unaweza kukaziwa hata ukiwa nyumbani. Kwa hiyo Simba hiyo inatakiwa pia atembee nayo kama alivyofanya kwa Vipers msimu ule ambapo alipoteza dhidi ya Raja, akaenda kupata alama akiwa away kwa Vipers, ikamsaidia kuweza kupata alama akiwa ndani uwanja wa Taifa. Kwa hii pia inaweza ikamsaidia pia kwa msimu huu. Lazima aitafute timu moja ambayo itamwokotesha alama 3 home and away ili iweze kufufua matumaini, lakini kama atakuwa na mtazamo wa kutafuta alama 1 away itampa mazingira magumu zaidi kwenye kufuzu kwenye kundi hili, ambalo mimi naungana kabisa na Chief Zobane Kamazum Fela alivyosema kwamba kundi hili ndiyo kundi ambalo lilionekana kundi jepesi zaidi kwa upande wa Simba, na Petro de Luanda pamoja na Simba ndiyo ambayo yeye alikuwa ameipa nafasi. Kwa tafsiri yake ni nini? Kwamba ameweza kufanikiwa Petro de Luanda kwenda sawa sawa na vile ambavyo alikuwa ameweza kuvifikiria, kwa sababu ni mtaalamu wa kuweza kusuka mikeka na kuweza kuangalia. Petro de Luanda ameweza kuiopt kwamba inaweza ikaenda, imeweza kumprove right kwamba ulifikiria vizuri, lakini Simba imemprove wrong kwamba ulichofikiria kwetu hatuko sawa kwa msimu huu au kutufikiria sawia, na ndio maana hiyo ambayo mpaka sasa imeweza kuwa discourage watu wengi kwamba tegemea kwenye kundi lake angeweza kufanya vizuri, lakini mpaka hivi sasa imekuwa tofauti. Sawa Mapunda.